Nadhani kwa watu ambao wananifuatilia katika channel yangu ile nyingine wanaifahamu hii website ambayo nakuja kuelezea leo. Ni moja kati ya website bora sana ambazo nimewahi kuzitumia kipindi kilichopita, na ila kwa wewe sasa ambaye hujui, basi utaweza kuingia katika hii website. Ukishaingia katika hii website utaendelea kuzifuatilia na kuzichambua. Mwisho wa siku utafahamu kila mechi inapochezwa. Wakati unafuatilia utakuwa unafahamu kwamba mechi ni ikaje au mechi na matokeo fulani. Sasa nimekuonyesha katika sehemu hii na sehemu ya Google hapa ambapo nimeandika VTBet hapa. Kwa hiyo na wewe pia unatakiwa uandike VTBet hivi vilivyoandika VTBet. Ukishaandika VTBet, nimekosea hapa kuweka na niliu moja, lakini so kesi tunaweza tukapunguza hapa VTBet iwe vizuri zaidi. Kwa hiyo utaikuta hii hapa application yako ama website, kutaklik kwenye VTBet. Ukishaingia kwenye VTBet utaweza kuona mambo mengi hapo. Utaweza kuona kuna football Tanzania kufanyeje, Dar es Salaam, Dodoma, sijui soka nchini Tanzania, football prediction. Sasa hapa juu kuna prediction ambazo wanaziweka wao, na mfumo huu umekuwa ni maarufu kipindi cha hivi karibuni. Umekuwa maarufu hivi karibuni. Miongoni mwa kitu ambacho kinatokea kwenye hii website ni matangazo yanakuwa mengi. Kwa hiyo itabidi ujue jinsi gani ya kucheza matangazo. Sasa hivi karibuni wameweka hii option ambayo leo nimekuja kukuzungumzia, na option zingine. Kuna hii option ambayo inaonyesha top free super tips for today's. Umeona, hii ni tarehe 21 mwezi wa 5 2028. Kwa hiyo hizi ambazo naziona hapa ni top, yani ni prediction ambazo wao wamezipredict, wakaona kabisa kwamba hizi zinaweza zikatoa ama zina asilimia fulani ya kufanikiwa. Kwanza wameweka Manchester United win au asare. Sasa Manchester win au asare, miongoni mwa kitu ambacho watu wengi leo nimeona ama website nyingi ama watu wengi ambao nimeshuhudia tips zao wamempa win ila asare au asare. Ila mimi binafsi hii mechi nimeweka over 1.5 siku ya leo hapa ninapozungumzia. Kwa hiyo hao wameweka win or draw. Kwa hiyo unaweza kufuata win or draw. Mechi nyingine ni mechi ya Visa Kobe. Binafsi miongoni mwa timu ambayo naionaga iko vizuri sana, ina mwelekeo mzuri kidogo, Visa Kobe. Kwa hiyo hapa kuna Yokohama FC Marinos na Visa Kobe. Hiyo ya juu kuna Tottenham na Manchester United. Kwa hiyo ameweka win or draw. Hii ya chini ni Yokohama Marinos pamoja na Visa Kobe, amempa Visa Kobe awin japo kwa yupo gelini. Mechi nyingine ni mechi Al Nassr. Al Nassr tunaelewa na odds ndogo, lakini pia Nassr ni miongoni mwa timu ambayo inatoaga matokeo ya tofauti sana. Nadhani sio mara moja au mara mbili mikika yangu na post na lalamika Al Nassr ana shida gani mpaka hii mechi anasali. Nadhani kuna mechi kama sio Kawasaki itakuwa ni Yokohama FC Marinos alifungwa na akatolewa kwenye AF. Ile mechi nilikuwa mimi nimetia na toa matokeo tofauti. Kuna hawa naniliwa Olgate. Sasa miongoni mwa kitu ambacho kinacho na Olgate amepewa odds 2, labda ashushiwe sasa hivi, na amepewa win. Na miongoni mwa tips ambayo kwangu mimi nimeiona mara kadhaa ikijirudia ni hii Olgate. Watu wengi sana wameweka. Sasa watu wengi wanapoweka kuna mara mbili, kuna siku inatokea ile timu kuferisha. Tunaendelea, itakuwa nimeachia hivyo. Hii nimeona watu wengi sana. Sasa kitu ambacho unachohitajika kuzingatia kwa mtu ambao unaanza, kuna tips ambazo zinakuwa ni maarufu. Unaweza kaingia mitandaoni ukaangalia ni tips gani ambazo ni maarufu. Kwa hizo tips unaweza kaziedit zikakupa matokeo. Miongoni mwa hizo mechi ni mechi ya Olgate win. Sasa pia kuna siku ambayo ina fade. Ndipo unaposikia bwana mtu fulani leo ama timu fulani leo, watu wengi hujapata mafanikio ama watu wengi wanalalamika timu fulani, hiyo timu inakuwa ni ya uhakika ama ina asilimia kubwa ya kutoa hicho kitu. Sasa kuna mechi ya Crvena Zvezda hapa chini. Yani hii hapa Crvena Zvezda. Hii Crvena Zvezda sio hii inajulikana, ni timu ambayo ilicheza UEFA, lakini ni timu ambayo ilimaliza bila point nadhani. Walikuwa nafungwa sana. Sasa ukiangalia huku chini ametoa tu zile correct score ambazo ameziweka hapa, win or draw. Lakini kitu cha kuzingatia, ukiona hii blue ina maana ina asilimia kubwa River Plate kushinda, huyu anacheza hapa. Lakini ukiona hii nyekundu ana asilimia kubwa Al Hilal kushinda. Na ukiona hii rangi kama hii hapa, huyu mwenye timu ya ugenini ama timu ya ugenini, yani haina matokeo halisi, lakini pia anaweza kashinda hata ugenini, na ndio hii hapa. Lakini kuna hii hapa, hii rangi hii inamaanisha kwamba mwenye timu wa nyumbani anaweza akashinda.
Sisi tumeelewana, ana uwezekano akashinda ama asishinde, yani haina uhakika. Inaweza katoa sare, yani bado haina uhakika. Ila mechi ambazo yeye alivyochambua kaziona zina uhakika ni hizi ambazo alizoweka alama fulani. Kama alivyoweka alama ya blue wa nyumbani kushinda, basi alama nyekundu hakika asilimia 80 ama 90 kushinda wa ugenini. Na hizi mechi ukiziweka zina asilimia kubwa ya kutoa. Lakini pia kwa sababu mpira ni matokeo ambayo yanakatisha tamaa muda mwingine, lakini yanaweza kuhuzunisha. Ni matokeo ya ajabu sana kwa sababu kitu ambacho tunakifanya kwamba ni mechi bado hazijachezwa, lakini sisi tunajaribu kutabiri. Ni utabiri tu, sio kitu ambacho ni cha asilimia moja. Kuna mechi hii bado ndivyo vya tukumzi hawa. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kunani. Kwa hiyo unaweza tukaingia leo hivi kwa mfano ukaenda kuchukua mechi ya Al Hilal hapa, ukaenda kuchukua Al Nassr. Kama Al Hilal ameweka collect score 1-2, kwa hiyo ukaomba goli 2, Al Nassr ukaja ukaomba goli 2. Yani ili kuomba goli 3, Al Nassr ukaomba goli 2, River Plate ukaja kumpa double chance. Mechi ya Man U inaweza kawa na boss team to score ama ikawa na pressure. Kwa hiyo kwa hapa tena tutaweza kuiweka, ila kwa utapoangalia hii video ukiingia katika hii website, basi moja kwa moja utaweza kuona ni jinsi gani mechi jinsi zilivyo na utachukua. Kwa hiyo kama unatafuta odds mbili unaweza tukazipata hapa. Kwa mfano ningechukua mechi ya Visa Kobe, sijajua matokeo yameshaje kwa hapa napoelezea, lakini kama Visa Kobe simuelewelewi, basi nitachukua mechi hizi mbili. Hapa itakuwa ni odds mbili tatu pamoja na River Plate itakuwa odds mbili. Nikiweka pale na kuwa na asilimia kubwa ya mafanikio. Tumeelewana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutambua tips ambazo zina asilimia kubwa ya kuposti. Huko chini zipo nyingi sana. Kuna hadi tarehe 22, leo ni tarehe 21, lakini kuna hadi tarehe 22 ambapo tunaweza kuona mechi ya Al Ahly hii hapa na Al Ittifaq. Wamempa anaonekana na asilimia kubwa ya kushinda. Kuna mechi ya BMK, hawa wa Armenia wanatoaga sana magoli hawa Armenia. Kwa hiyo hivyo, na ile mechi ambayo tumetoka kuona kule ni goli 3 hii hapa Urget hii. Sasa hii mechi na odi nyingi sana, lakini wamempa Urget. Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza ukatafuta hizi odds. Kwa mfano tarehe 20 ngapi kuna hizi mechi ambazo unaweza zikatoa. Kwa mfano wakina Kalma hapa kuna huko mechi AC Napoli Serie A, Mona Real Betis na Valencia. Hii ndio haieleweki sasa hii. Umeona? Lakini Napoli ina asilimia kubwa kufanya pata mafanikio, hata odds zake ni odds za kawaida. Kwa hiyo utaweza kujifunza kwa hizi website na kuzijua hizi mechi na kuweka, ila hayuko sawa kwa asilimia zote. Usije ukasema kwa sababu anatoa yeye ndio yuko sawa. Hakuna mtu ambaye yuko sahihi kwenye issue ya kutabiri mechi, isipokuwa watu ama matipsa wakubwa wanazichambua hizi mechi, wanaona kwamba kuna matokeo yenye asilimia kubwa ya kupatikana kama haya. Kwa hiyo unaweza ukazichukua pia zikakufirisha, ila usikate tamaa. Rudia tena utafanikiwa. Na unapofanikiwa unaweza ukapata fedha ya kurudisha hasara ulizopata, ama unapofanikiwa kila siku ukaendelea kupata faida. Kwa hiyo haya ni madini ambayo nimekuletea leo kupitia hii website ya VTBet. Nadhani utakuwa umeelewa hapo. Mechi unatakiwa tukuzisearch, na kama huwezi kuzisearch kama unajua unaweza ukatafuta kwa mfano Al Nassr huyu hapa ukashikilia. Kama mimi ni bingwa sana kukopi, ila kwa sababu sasa hivi nafahamu, naenda tu kuandika Al Nassr naishikilia hapa na click copy. Kwa Al Nassr nikienda kupaste kule naweka kama Al Nassr naikuta mfano hapa juu hapa. Si unaona hapa juu Al Nassr. Kwa ni hii hapa. Tunaweza kuona audio iliyopewa ni ndogo sana. Kwa hiyo kushinda inaweza kuwa ngumu, kwa hiyo unatakiwa tu kumuomba Al Nassr, lakini pia hao wameanzia goli 2. Sasa unaweza kuweka tu goli 2, sio mbaya. Ukisha click hapo utakutana ndani na mechi ya Al Hilal. Al Hilal ni hii hapa. Na unaweza kuweka over 2, ina odi ndogo, ukachukua River Plate. Naona ninavyoweka na nilimi. Kuna watu wasema wane mimi natumia BetPawa. Wewe unaandika tu hizi mechi River Plate, unaandika tu hizi mechi River Plate. Yani kama mimi naandika lazima na wewe uandike. Yani mimi nitoe tips wewe ushindwe kuandika. Kitu kama hicho inakuwa. River Plate ni tarehe 22. Na Boca Junior wamempa ashinde. Unaweza kumpa double chance. Double chance hapa itakuwa na odi 1.81, lakini kwa sababu tunaweza tukachukua ile mechi ya Urget kwa wapi? Sio hivi vile timu. Okay. Narudi hapa naenda kuikopi hapa.
Si ndio hii mechi na copy hapa, narudi tena kwenye BetPawa, niingia sehemu ya kusearch hapa juu, nifute hii, naweka hiyo na search. Nimeandika vibaya, labda hizi neno za juu hizi, kwa hiyo unazitoa hizi. Hii hapa. Naona odi yake ilivyokuwa kubwa. Kwa unaweza kuchukua tu hiyo ka stake. Hapo tayari odi start hizo. Kwa hivyo ndivyo unavyopata tips. Hapo wakati unajifunza, unaendelea na sio kujifunza, hata kama unakuwa unajua tips hao wanaweza kukupa mawazo. Ukawa unapata mwanga, wanakupa mwanga. Hii kweli. Au unaweza kaweka alilale over lakini ukawa na wasiwasi. Itakuwa niko sahihi, ukiingia ukikutana sahihi, basi utakuwa umepata mwanga. Lakini ukiingia ukiona hajaweka hiyo, basi unaweza kusema matokeo ya mpira yatatoka tu hivyo nilivyoweka mimi. Kwa hiyo ndio hivyo. Subscribe katika channel yetu ya Mshiko Bet. Unaposubscribe sasa gusa alama ya button, maana kila nitapoweka video basi utakuwa ni mtu ambaye utapata video zetu kila siku. Asanteni.